Shalom shalom. Kwa nini huduma ya unabii inakumbana na vita kubwa katika kanisa la leo? Maandiko yanasema katika ile Waebrania sura ile ya kwanza mstari kuanzia kwanza na pili kwamba Mungu alinena na mababu zetu kwa njia ya manabii, lakini sasa amenena nasi kwa njia ya mwana wake ambaye amekuwa mrithi wa mambo yote. Hapo zamani katika Agano la Kale Mungu alinena nasi au na mababu zetu moja kwa moja kupitia vinywa vya manabii. Ndio maana tunasoma maandiko ya kwamba aliweka neno lake ndani ya kinywa cha Yeremia, ndani ya kinywa cha Isaya, wakaende wakanene na watu kile ambacho Mungu anakitaka directly. Yaani walikuwa kama ni vinywa vya Mungu. Lakini sasa amenena, na maandiko yanasema sio kwamba atanena, maandiko yanasema amenena nasi kwa njia ya mwana wake. Nasi tujue kwamba mwana ni neno, yani mwana wa Mungu ni neno la Mungu. Sasa kama mwana wa Mungu ni neno la Mungu na huduma ya unabii haijafutwa, huduma ya unabii haijafutwa, bado ipo. Kwa sababu maandiko yanasema akawatuma hao wakawa mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji na walimu. Tunaita huduma tano kubwa. Sasa kama huduma ya unabii bado ipo kwenye Agano Jipya, ina kazi gani? Ni kwamba tu operation imebadilika, ya kwamba unabii utakuwa ndani ya Yesu Kristo, kwa sababu Yesu Kristo amekuwa mrithi hata wa unabii wa Agano la Kale, kwa sababu yeye ndiyo nabii mkuu, yeye ndiye kuhani mkuu, yeye ndiyo mwalimu mkubwa, yeye ndiyo mchungaji mkuu. Maandiko yanasema yeye ndiyo mchungaji wetu. Yaani maandiko yanasema kwamba yeye ni yote ndani ya yote. Yeye ni Alfa na Omega, yani mwanzo tena mwisho, mwandishi na mkamilishi wa imani yetu. Kwa hiyo amekuwa mrithi wa yote na yeye ni yote ndani ya yote. Na baada ya kuishinda mauti, ameenda juu, amepaa juu mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Baba yake. Kwa hiyo nabii yoyote ambaye atakuja kunena, lazima yale maneno yake yaambatane na neno la Kristo, lazima yaambatane na neno la Mungu. Hakuna neno jipya lolote ambalo linatoka direct kutoka kwenye kinywa cha nabii. Sasa hapo ndio ukiona nabii anaongea mambo ambayo hayapo kwenye Biblia, mara sijui ukalete nywele zako, sijui ukalete kucha zako, sijui ukalete udongo wa nyumbani kwenu. Hayo ni maneno ambayo hayajatokana na mwana wa Mungu. Kwa hiyo huo unabii ni unabii wa uongo. Kwa hiyo ukitaka kujua nabii wa kweli na uongo ni upi, angalia maandiko, angalia neno la Kristo linasema nini. Ndivyo nabii anatakiwa operate. Nabii hawezi kwenda kinyume na neno la Kristo. Akianza kuleta mambo yake mapya, sijui kuwapatia sijui mavazi ya upako, sijui vitambaa vya upako, huo ndio tunaita unabii wa uongo. Shalom. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Hosea 4 mstari wa 6. Lakini maarifa yapo hapa. Tunafichua siri zilizofichika katika maandiko na kufunua historia ya Biblia kwa undani. Kwa maana imeandikwa, mtaijua kweli nayo kweli itawaweka huru. Follow, save na share. Karibu ujifunze na upate kuwa huru. Asante.